Karibu Shafii TV Online, ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu. Tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Asante. Bana, inakuwaje? I hope uko poa na unaendelea kuenjoy kila video mpya ambayo tunaidropisha on time. Kazi yetu kubwa ni kukuletea kila uchambuzi wa video mpya ambayo ina make headlines kupitia digital platform tofauti, bila kusahau pia katika mtandao wa YouTube. Na this time around tumekuletea video reaction, it means uchambuzi wa video ya wimbo mpya wa mwanetu Mbosso Khan Mshedede, moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri this time around. Ukizungumzia wasanii ambao wana mashairi makali top 5, basi huwezi kosa kabisa kumtaja mwanetu Mbosso Khan. Bana, video ya wimbo mpya wa Darasa la Saba mimi binafsi nimeipenda, lakini pia sio mimi peke yangu, nimepitia kwenye comment nyingi, nimeona the way watu wengi ambao wana appreciate. Story ilianzia kwa mwanetu Mbosso. Wakati video inaanza, Mbosso Khan anaonekana anatoka gerezani, so na chini nafikiri utakuwa unaona mwandishi wa habari yupo pale mlangoni, it means mlango wa gereza ambao Mbosso pia alikuwa amefungwa yeye pamoja na wenzie. So kila mmoja anaondoka, anaenda nje kwa ajili ya kukutana na familia yake. Sasa mwandishi wa habari akakutana na Mbosso, of course akasema kuwa rais amewaachia baadhi ya wafungwa, amewaachia huru, na moja kati ya wafungwa ambao waliachiwa huru ni mwanetu Mbosso pia. Sasa yule mtangazaji au mwandishi wa habari anamuuliza Mbosso, ilikuwaje hadi ukakaa gerezani? Sasa Mbosso akaanza story. Huu wimbo ni story ambayo Mbosso anamhadithia yule mwandishi wa habari ambaye ameenda kutembelea pale gerezani kwao pindi ambapo wameachiwa huru na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbosso akaanza kwa kumhadithia, lakini wakati tunacheki video, inasemekana Mbosso alikuwa na mpenzi wake ambaye alikuwa anasoma naye of course tangia primary school, it means darasa la kwanza hadi darasa la saba walianza wote school, lakini baada ya kufika darasa la saba kuandika mtihani, wote walifaulu. By the way, Mbosso alifaulu, lakini pia na yule mpenzi wake wa darasa la saba alifaulu pia. At the end of the day, home kwa kina Mbosso kulikuwa of course hakuna life mzuri. By the way, hawakuweza kumpeleka Mbosso skuli, hapana maanisha sekondari. Tunafahamu kuwa baada ya kutoka darasa la saba tunaelekea sekondari, na tunafahamu pia kuna baadhi ya familia wanashindwa kabisa uwezo wa kumpeleka mtoto wao akaanze elimu ya sekondari, na hichi ndo ambacho kilitokea pia kwa mwanetu Mbosso kwa mujibu wa story ya wimbo mpya wa Darasa la Saba. At end of the day, yule mpenzi wake akapelekwa mbali kidogo. Kwa mujibu wa story inasemekana alipelekwa Mbeya kwenda school, lakini pia tunafahamu kwa Mbosso alikuwa anaendelea kumpenda, so yule binti akaenda akamwaga Mbosso, na mwisho wa siku akaenda school. Lakini tunafahamu bana, elimu au kutoka darasa la saba sometimes unaenda advance, wakati mwingine chuo. So binti alikuwa anaendelea na kupiga kitabu, lakini Mbosso tukumbuke anampenda sana yule binti, akaanza kupalangana kumtafuta huku na kule. Kwenye huu wimbo nafikiri utakuwa unaona Mbosso amechukua begi, anafanya movement akiwa anamtafuta yule mpenzi wake, anapita huku na kule akiwa anamtafuta. Lakini wakati huo alikuwa na baadhi ya picha, ikiwemo picha za mahafali pia alipewa na yule binti, na ndo picha ambazo alikuwa anatembea nazo pamoja na picha mbalimbali za mpenzi wake. Safari iliendelea, Mbosso anapita huku na kule, lakini kuna mistari ambayo nilipenda, nasema wahenga mbona kama walitupiga kwa binadamu, dunia ndogo, itimisi watu mnaweza kukutana. Alisema sasa mbona mimi sikutani na mpenzi wangu wa darasa la saba, kwa sababu alikuwa anamuappreciate kinoma noma. Kitu pekee ambacho nimependa kwenye
hii video ni real love ya Mbosso Kani. Tumeona Mbosso Kani ana mapenzi ya dhati sana kwa mpenzi wake wa darasa la 7, na hii imekuwa ni tofauti kidogo. Tunafahamu watu wengi wanaweza wakaanza mahusiano wapenzi wa primary lesson, lakini mwisho wa siku wakaja wakapangana huko mbele, kila mmoja akaenda kumpata mtu mwingine kabisa. So hii ilikuwa tofauti kwa Mbosso. Mpenzi wake wa darasa la 7 alitamani aweze kufunga naye pingu za maisha, something like that, lakini akawa anaendelea kupalangana kwa sababu mpenzi wake tayari alikuwa kusoma. Nafikiri utakuwa unaona Mbosso yuko safarini, anaelekea huku na kule akiwa anamtafuta mpenzi wake. Of course ni bonge moja la story, bonge moja la idea. Nimependa the way ambavyo script zimeandikwa na director, lakini pia story imekuwa na mtiririko wa maana nyingi, ambayo by the way ukiangalia video ya wimbo mpya wa darasa la 7 wa Mbosso hauchoki, na ngoma imeachiwa masaa kadhaa yaliyopita katika YouTube, lakini tayari yuko trending, ina like nyingi, ina comment nyingi. Hii ni kuashiria watu namna gani ambavyo wameipokea video ya wimbo mpya wa darasa la 7 wa mwanetu Mbosso. Bana, safari ya mwanetu Mbosso iliendelea ya huku na kule akiwa na phone zake. Nafikiri utakuwa unamuona Mbosso anajichekea akiwa na phone zake, anaangalia picha za bebe wake, anasikiliza muziki, anaenjoy, anashuka kwenye gari, anapanda gari nyingine, mara yupo kwenye boti, anapita kwenye mabonde na milima, hachoki kumtafuta Maria. So lakini kwa sababu walipoteana muda mrefu, akiwa anamuona mimi binti yote ambaye anafanana na Maria, anachukua picha, anaziangalia, ana confirm kuwa ndio yeye. Lakini pia kitu kingine ambacho nimekipenda, kuna mshikaji ambaye anafanana na Mbosso fulani ambaye amechukuliwa kuwa ni Mbosso wa long time ago. Tunafahamu siku hizi kuna AI zinafanya kazi na vitu kama hivyo, lakini pia director labda aliamua kumchukua dogo janja ambaye anafanana na Mbosso. Bana, noma sana. Ni bonge moja la idea, by the way. Big shout out kwa director Mbosso Kani pamoja na wote ambao wamehakikisha video mpya ya darasa la 7 inakuwa fresh. Bana, mwisho siku sasa mwanetu Mbosso akaenda kwenye guest moja baada ya muda kwenda, akafika reception, akawa anaandika jina lake ili aweze kuingia akapumzike. Wakati anaanza kuandika jina, mara kidogo nyuma yake akapita binti ambaye anafanana sana na yule mpenzi wake wa darasa la 7. Hapo ndipo tulipofahamu kuwa binti anaitwa Maria, kwa sababu Mbosso akaacha kuandika jina, akaanza kumfuata huko akimuita Maria, na yule binti alikuwa anakatiza pale design kama anaenda kwenye chumba. So we don't know kama alikuwa na appointment na mshikaji mwingine, by the way, lakini Mbosso alikuwa anamuona anaelekea chumbani, akaacha kuandika ile daftari la reception, akawa anaelekea kumtafuta, akawa anaelekea kumfuata yule binti ambaye anafanana na mpenzi wake wa darasa la 7. By the name alikuwa anafahamika kwa jina la Maria. Mbosso akaanza kugumia akiwa anamuita Maria, wakati yule binti wa reception anashangaa. Mwisho wa siku Mbosso anakaribia kwenye chumba ambacho aliingia Maria, huku anagonga, mara yule binti design kama akapigwa risasi hivi, japokuwa aliyempiga hakuonekana pale, na mwisho wa siku mara gari ya polisi inatokea. So at the end of the day Mbosso alifungwa kwa ajili ya kesi ya kumfananisha mpenzi wake wa darasa la 7 akiwa anaenda guest na yeye wakati anaandika jina ili aweze kupumzika. Mwisho wa siku yule binti aliuawa pale kitandani, kitanda cha guest, na Mbosso akachukua picha anamfananisha. Mwisho wa siku akaja kugundua kumbe sio Maria, lakini pia alikamatwa na askari. Lakini wakati harakati zote zinaendelea huko gerezani, bado alikuwa anazitunza zile picha za Maria. Na mwisho wa siku mtangazaji alimuuliza, of course kwanza alimpa pole na akamuuliza, kwa hiyo hizo picha za Maria bado unazo? Mbosso akasema picha bado ninazo na nitaendelea kuzitunza. Inamaanisha ataendelea kumtafuta tu Maria, kwa sababu hata yule ambaye alikuwa amekufa pale hakuwa Maria. Mimi baada ya kucheki hii video, kwa ushauri wangu nilikuwa natamani nione inaendelea part 2
kwa sababu ni wimbo fulani hivi ambao ilitakiwa iandikwe pale to be continued, so ilitakiwa iendelee. Tuone part 2 nini kiliendelea. Mbosso alifanya nini baada ya kusingiziwa ile issue, lakini kama aliamua kuipotezea, alimtafuta tena Maria, na Maria vipi alipatikana, Maria kiliendelea nini. Tulitamani tuone Mbosso na Maria wanaoana, vitu kama hivyo, lakini director pamoja na wasaidizi wa director pamoja na Mbosso, kama mtapata fursa ya kuona hii reaction, tulitamani tuone pia Darasa la 7 inakuwa na part 2.